Kuna story inayomhusu mcheza mpira maarufu sana huko Marekani aliyeishia kufungwa jela kifungo cha maisha. Aaron Hernandez alikuwa ni mchezaji mzuri sana wa mpira na alianza kucheza mpira alivyokuwa college. Alipofika miaka 20 mwaka 2010 alisajiliwa na timu inaitwa The Patriots ambayo ilikuwa inacheza kwenye NFL, National Football League. Ni ligi kubwa sana huko Marekani. Na alipewa mkataba wa miaka 5 ambao ulikuwa unamlipa dola za Kimarekani milioni 40. Na alivyoanza tu kucheza wakampa milioni 12.5 kama bonus ya kuanza kucheza kwenye hiyo timu. Na ukiachana na Aaron kuwa mchezaji mzuri sana, Aaron alikuwa na matatizo, alikuwa na shida sana kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye hasira, alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana pombe na alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana bangi. Iko kitu kilimpelekea kuanza kugombana na watu wengi kwa sababu hata mameneja wake pia wakaanza kulalamika, maana Aaron akawa anashindwa kuhudhuria hata mazoezi ya mpira. Muda ukaenda, lakini Aaron akaendelea kuwa ni mchezaji mzuri. Matatizo yake yalikuwa yanaendelea, lakini pia akaendelea kuwa mchezaji mzuri. Story ya Aaron kuwa muuaji inavyoanza sasa. Ukiachana na hasira, Aaron alikuwa ni mtu ambaye muda wote alikuwa anahisi kwamba kuna watu wanataka kumdhuru. Yaani ilikuwa hata akikaa nyumbani unashangaa tu amechungulia dirishani, labda kuna mtu anataka kuja kumuua. Kwa hiyo Aaron akanunua risasi ambayo alikuwa anatembea nayo na nyingine akawa anaiweka nyumbani. Alinunua nadhani risasi kadhaa. Sasa maisha yanaendelea. Kuna siku akatoka na rafiki yake anaitwa Alexander. Wakaenda kwenye pub. Walipofika huko wanapiga sherehe nini, kuna mtu akapita kwa bahati mbaya akamwagia pombe Aaron kwenye nguo. Ni pombe ambayo Aaron alikuwa anainywa akajimwagia kwenye nguo. Kile kitendo kilimkera sana Aaron. Wakaanza kugombana. Ugomvi ukaanza. Lakini yule rafiki yake akaingilia katikati akamwambia, "Oya, bahati mbaya." Aaron akapoa. Lakini kumbe alipoa tu kwa maneno, lakini bado alikuwa na hasira. Usiku umeenda, Aaron akawa yuko nje na rafiki yake huyo anayeitwa Alexander. Yule mtu aliyemwagia pombe akatoka ndani na rafiki yake, wakawa wanacheka. Kile kitendo cha kucheka kilimkera sana Aaron. Wale watu wakaingia kwenye gari yao wakaondoka. Aaron akamwambia rafiki yake Alexander, "Naomba tuwafuate, nataka kuongea nao." Yule mshikaji wake akasema, "Sawa, hamna shida." Sasa wale watu wakati wanaendesha wakafika sehemu kuna mataa ya barabarani. Taa zilikuwa ni nyekundu, so wakawa wamesimama wanasubiri taa ziruhusu. Aaron akawa amesimama pembeni yao, akamwambia, "Oya, shusha kioo." Wale watu kumbuka kwamba Aaron ni mtu maarufu. Wakajua wanataka kuongea na mtu ambaye ni maarufu. Kitendo cha wale kushusha kioo, Aaron akawapiga risasi 3. Wale watu wakafa pale pale. Haikujulikana ni nani amewaua, haikujulikana ni nani alikuwa ndani ya ile gari, haikujulikana chochote. Aaron akawa anaendelea na maisha yake vizuri, anaendelea kucheza mpira, maisha yanaendelea. Hawakupatikana kabisa wauaji wa wale watu. Sasa kuna siku nyingine Aaron akatoka na huyo mshikaji wake Alexander wakaenda kwenye strip club. Wamekula furaha, nini, sherehe, wanatoka. Yule rafiki yake akakumbuka kwamba amesahau simu kwenye strip club, akamwambia Aaron, "Naomba turudi, nimesahau simu yangu." Aaron akaanza kubwata, yani wakaanza kugombana. Yani ni kitu ambacho hakikufaa hata kuwa ugomvi, lakini wakaanza kugombana. Nadhani kwenye kupishana kauli yule rafiki yake akamwambia kwamba, "Kumbuka mimi najua wewe ndio uliowaua wale watu wawili, lakini kwa sababu wewe ni mshikaji wangu nimekaa kimya." Ile kauli ilimkera sana Aaron, wakaanza kugombana. Ugomvi ukaisha, yule kaka akawa amelala kwenye gari wakati Aaron anaendelea kuendesha. Ghafla akashtuka, wakawa wamepaki kwenye sehemu ambayo ni parking ya magari kubwa. Sasa ile anageuka tu kumwangalia Aaron waongee, Aaron akampiga risasi kwenye jicho. Akazima. Aaron akashuka, akashusha ule mwili, akauweka pembeni, Aaron akaondoka. Kumbuka hakukuwa na mtu yoyote, kwa hiyo haikujulikana ni nani kampiga risasi yule kaka. Lakini kwa bahati nzuri yule kaka akapona. Alivyokuwa hospitali, polisi wakawa wanamuuliza, "Nani amekupiga risasi?" Yule kaka hakusema, alisema yeye sio snitch. Hajui ni nani amempiga risasi. Maisha ya Aaron yanaendelea, bado anacheza kwenye NFL, bado yuko kwenye timu yake, kila kitu kinaendelea vizuri. Kuna siku sasa, miaka imepita, akawa ametoka tena na rafiki yake mwingine anaitwa Odin. Wakaishia kwenye nyumba ya Aaron. Wakati yule Odin amesimama akakuta kuna risasi nyingi mule ndani. Sasa sijui maongezi yakaendaje. Odin akapishana kauli na Aaron. Na Aaron akajua kwamba Odin anajua pia kuwa yeye ndio aliwapiga risasi wale watu wawili miaka iliyopita. Akasema, huyu naye inabidi aondoke. Meaning inabidi amuue Odin.
akapanga mkakati na rafiki zake wengine wawili, wakasema twende tukamchukue Odin, tujifanye kama tunaenda yani kuendesha tu. Wakaenda kumchukua Odin. Odin yeye anajua anaenda na washikaji zake, wanatoka nini. Wakawa wanaendesha, wakafika kwenye hiyo sehemu ambacho ni kiwanda. Wakaanza kuvuta zao bangi. Kumbuka kwamba Aaron ni mpenzi mkubwa sana wa bangi, mkubwa mno wa bangi. Ile wanaongea, Aaron akatoa risasi akammiminia Odin. Odin akafa hapo hapo. Yeye na washikaji zake, Aaron na washikaji zake wawili wakaondoka. Sasa kesho yake asubuhi kuna mtu anakimbia, alikuwa anafanya mazoezi, akakuta ule mwili wa Odin. Ndio kupigia simu polisi kuja kukuta mwili na kuanza kukusanya vitu ambavyo viko pale ili kutafuta evidence kitu gani kimetokea. Wakaona kipisi cha bangi kiko chini. Sawa. Kuchukua kile kipisi cha bangi kwenda kufanya ufafanuzi, wakakuta DNA ya nani? Ya Aaron. Ndio kwenda kumkamata Aaron nyumbani kwake na kukuta kwamba kuna vipisi vingine vya bangi na kukuta pia kuna risasi nyingi. Ndio wakaanza kumhoji Aaron. Ndio ikaja kugundulika pia kuna vifo ambavyo vilitokea miaka iliyopita, lakini wakashindwa kuviunganisha na kumhukumu navyo Aaron. Ingawa gari lile lililotumika kwenye mauaji ya wale watu lilikutwa kwenye nyumba ya binamu yake Aaron, lakini wakashindwa kumuunganisha kwa sababu hakukuwa na evidence. Kwa hiyo Aaron akaishia kufungwa kifungo cha maisha, sio kwa sababu aliwaua wale watu wawili au alimpiga rafiki yake risasi na mpaka jicho likatoka. Hapana. Hiki kifo cha mwisho ndio kilichomkamatisha Aaron. Ndio maana akaishia kufungwa kifungo cha maisha. Na kwa bahati mbaya baada ya kukaa jela tu miaka 2, Aaron akajiua. Alijining'iniza na akajiua. Ni story ambayo inasikitisha kwa sababu kutegemea kama mtu ambaye alikuwa na maisha mazuri kama Aaron, ambaye alikuwa analipwa pesa nzuri kama Aaron, mwenye umaarufu kama Aaron, angeishia kwa muuaji. Na hii kitu pia ina documentary, nadhani iko Netflix. Documentary inaitwa Killer Inside the Mind of Aaron Hernandez. Yes. Ukienda utapata story nzima kuhusiana na hii story, maisha ya Aaron Hernandez. And yeah, sad.